Wakenya wanajaribu kutuambia nini kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027? Je, haya ni malalamiko ya kawaida ya kisiasa au ni ishara hatari ambayo viongozi wengi wanaipuuzia? Kutoka kwa vijana wa Gen Z, wafanyabiashara wanaolia kuhusu biashara, wananchi wanaochoshwa na ahadi za uongo, hadi viongozi wa upinzani wanaopiga kengele kuhusu ushuru mpya. Leo tutakusogeza kwenye safari ya sauti za mwananchi ambazo zimeanza kutikisa mijadala ya kisiasa nchini Kenya. Na mwisho wa video hii utajionea mwenyewe kama kweli serikali bado inaelewa kilio cha mwananchi wa kawaida. Karibu sana hapa Mizuka Media. Ingawa uchaguzi mkuu bado uko mbali, lakini hali ya kisiasa nchini Kenya inaonyesha kuwa kampeni zimeanza mapema kuliko vile ilivyotarajiwa. Katika eneo la Westlands, wananchi wengi wanaonekana wakitoa ujumbe mzito kwa viongozi wa kisiasa. Miongoni mwa sauti zilizovutia wengi ni sauti ya Rehema Boge, ambaye anaamini hasira ya wananchi imefika kiwango ambacho hakiwezi kufichwa tena. Kauli kama hizi zinaonyesha jambo moja muhimu, ya kwamba wakati viongozi wanajadili mikakati yao ya mwaka 2027, wananchi wengi wanaonekana kujadili gharama za maisha, ajira na hali ya uchumi. Sisi tumelea watoto hawana kazi, wewe tuambiwa SHA tufanye, SHA haifanyi kazi. Saa hizi maisha yamekuwa siaka, jikoni ni siaka, watoto shule siaka, mashule yanachomwa watoto, chakula hakuna, chakula hakuna, madawa hakuna. Saa hizi linda mama hatuna. Saa hizi pesa zile zilikuwa zinakuja kwa vikundi vya wamama ziko wapi? Sasa sisi bado tuko siaka, tunatembea na wanasema hivyo wenyewe. Hizo ndege tunazingoja sana, aliye juu mgoje chini. Mtatembea kwa ndege juu na sisi tutatembea pole pole chini, lakini nakwambia mwenda pole hajikwai. Mbio za sakafuni hapa zitaishia pale ukingoni. Na wewe kutangulia sio kufika. Ruto, tunakupenda tena sana, na tutatengeza hii barabara malize haraka, maana sisi tunasema one time Sifuna, na sasa yeye tunamwambia one way Sugoi. Asante. Lakini si wananchi wa kawaida pekee wanaolalamika. Sasa wafanyabiashara nao wanaanza kupaza sauti. Katika siku za hivi karibuni, tukio linalomhusu mfanyabiashara maarufu wa Nairobi Shiko wa hii style limezua mjadala mkubwa mitandaoni. Mamlaka zinasema hatua zinazochukuliwa ni kulinda haki za ubunifu na bidhaa halali, lakini kwa upande mwingine, baadhi ya vijana wanaofanya biashara za nguo na kuuza viatu wanaona hali hii ni tishio kubwa kwa ajira zao. Vijana wengine wa Gen Z wanaamini maelfu ya biashara ndogo ndogo zinaweza kuathirika. Kwa wengi, swala hili si kuhusu bidhaa pekee, bali ni kuhusu ajira, na ni kuhusu namna vijana wengi wanavyotafuta riziki katika mazingira magumu ya uchumi. Sasa kuna mtu akona stress Kenya kama mwanabiashara. Heri tu andikwe kazi sijui na wapi, ulipe tu mshahara yako 15,000 ingie tu mtaani umetulia. Ndoi mara kanjo, ndoi mara KRS, sijui wanakuambia sijui before 30 years, sijui mara sijui counterfeit. Nani amekwambia Mkenya hataki counterfeit? Tunajaribu kuishi maisha yetu according to our level jamaa. Tunataka vitu counterfeit, tunanunua vitu tunaweza afford. Tena nasikia wameingia pia ludhuli. Mnatumaliza, mnatutesa. Ndio tufungue hizo biashara tumengangana, tumepitia jamani, tumejinyima. Kenya's fucked up man. Kenya manze jo walai guy. Anyway, ina pressure. Tatu sikume tuone kwenye tutafika naye. Na hilo linatufikisha kwenye malalamiko mengine ambayo yamekuwa yakirudiwa kila uchaguzi. Kwa miaka mingi, wananchi wamekuwa wakiahidiwa maendeleo ya miundombinu, lakini Gen Z mmoja anayejulikana kama Samuel Republic ameamua kutoa ujumbe mkali kwa viongozi wanaokumbuka mashimo ya barabara wakati wa kampeni pekee. Ujumbe wake umeenea sana mitandaoni kwa sababu wengi wameona kama anazungumzia yale ambayo wananchi wengi wamekuwa wakifikiria. Na hapa ndipo tunaanza kuona picha kubwa ya kwamba si swala la barabara pekee wala si swala la biashara pekee, bali ni swala la imani kati ya wananchi na viongozi wao. Wako karibu kuanza kuzunguka kwa marali wakituambia vile watafanya kazi. Haro. Huyo gavana wako, huyo MP wako, huyo MCA wako huyo. Angalia kama kuna kenye amefanya ama kazi imebaki kupora. Haro. Angalia kama mtu wa gavana wako huyo kuna kenye amefanya maana. Isifike hapa hivi 2027 uanze kututolea mavicho hivi wako kwa marali nje magari kutuambia vile kutupromise vile nitafanya. Ingali hakuna kenye mtu anafanya maana. Mtu akishafika pale kazi ni kupora na kupona. Haro. Kama sasa hivi kuna fala tu mahali najua lidanganya mama mboga na mtu wa bodaboda. Sasa yeye ndo anamuibia, enda anamnyanyasa, enda anamnyang'anya huko 10. Kuna tu fala mahali imetulia tu. Nimengoja tena ifike wakati wanne aanze kutuambia ndani ya 6 months hii barabara mtu anakuahidi atatengeneza barabara zote. How?
Mimi usinitengenezee barabara, sina gari, acha nitapitia kwa msitu. Hapana. Kuja utuambie nataka kitu fulani na hii barabara sitajenga juu ya kuenda kwangu. Tutakuelewa. Hebu mwambie mtu ukweli kuliko mdanganye then ukuje umnyanyase instead of kufanya Kenyadu ulimwaahidi. Haro. Tunawaonea eti nyinyi. Wakati wananchi wakielezea changamoto zao, viongozi wa upinzani nao wameendelea kuikosoa serikali. Kiongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka sasa anadai kuwa baadhi ya mapendekezo katika finance bill yanaweza kuwa mzigo mpya kwa wananchi wa kawaida. Anasema Wakenya wanapaswa kuwa makini kuelewa sheria hizi kabla hazijapitishwa. Kauli hizi zimeongeza mjadala mkubwa mitandaoni. Wapo wanaomuunga mkono Kalonzo Musyoka na wenzake na wapo wanaosema ni siasa za kawaida. Lakini jambo moja ambalo haliwezi kupingwa ni kwamba wananchi wanazungumzia uchumi kuliko wakati mwingine wowote ule. The Finance Bill 2026, taxing the poor through the system. For 3 years in a row, this government has returned to the same well. In 2024, they came for your bread. In 2025, they came for your data. In 2026, they are coming through the system quietly, technically, with provisions buried in legislative language that most Kenyans will never read. The Finance Bill 2026 proposes a 16% value-added tax on the fees and commissions charged by mobile money platforms, M-Pesa and Airtel Money. 16% VAT on the platform that 90% of Kenyans use every single day. The Central Bank of Kenya has documented mobile money fees as high as 7% of transfer value, and the same CBK launched a public campaign to cap those fees. The Ruto Finance Bill drives them back up. The grandmother in Wajir, waiting to receive 1,000 shillings from her grandson working in Mombasa, will pay more for that transfer. The Mama Mboga in Gikomba, paying a supplier through M-Pesa, and remember, even the mitumba is taxed. The Mama Mboga in Gikomba, paying a supplier through M-Pesa, will pay more. The boda rider sending money home to his mother in Nyamira will pay more. This Ruto regime has found a way to tax the poor, even when they are not buying anything, and they are taxing the movement of money itself. And the bill proposes a 25% excise duty on mobile phones at network activation. 25%. 25% on a phone that is no longer a luxury. A phone is an office. A phone is also a bank. It's actually a classroom. The only infrastructure that millions of Kenyans actually possess. Kenya's diaspora sent home a record $5 billion last year through mobile platforms. Economic analysts are clear. They tell us these taxes will reduce remittance volumes. Rural families depend on those transfers, will bear the greatest burden. Beyond the visible taxes, the finance bill represents something more troubling. The quiet construction of a tax surveillance state, expanded KRA access to third-party data, bank records, mobile money transactions, business accounts without adequate taxpayer safeguards. Shorter filing deadlines that will crush small businesses. System-generated tax assessments that can arrive without explanation or notice. Automated penalties for failures caused by KRA's own technology. We are building a government that can see everything you earn and everything you spend, with the power to act on that information faster than you can appeal. A Kenyan earning 30,000 shillings a month still pays income tax. This regime taxes poverty. And now it wants to tax the digital tools through which the poor literally survive.
Na wakati lawama zikielekezwa kwa serikali, Rais William Ruto ameendelea kutetea utawala wake. Moja ya mambo yaliyozua mjadala mkubwa ni safari zake nyingi za kimataifa, lakini rais anasema safari hizo si za anasa. Anasema ni sehemu ya jukumu lake kama mwanadiplomasia mkuu wa Kenya ambaye anatafuta fursa za uwekezaji na biashara kwa taifa. Na hapa ndipo mjadala mkubwa unaanzia. Manake serikali inasema inatafuta suluhisho. Wananchi wengi nao wanasema bado hawajaona matokeo ya kutosha katika maisha yao ya kila siku. Je, nani yuko sahihi? Hilo ndilo swali ambalo Wakenya wengi wanaendelea kujiuliza. You know, I was looking at one of the headlines in the newspapers, "Oh, William Ruto is traveling again." You know, I wish they knew the kind of schedule that I have. You know, I wish they knew what I've come to do. You know, I have not come here as a tourist. I have not come here to waste time. I have come here pointedly to make sure that we achieve certain things. Just for the record, I am the chief diplomat of our country. You know, people want to know what does Kenya stand for. You know, I was in Brussels, and there were two fundamental things that I wanted out of Brussels. Number one, we have an economic partnership agreement that is working, that has a bit of a problem. I needed to agree with them on how we don't disrupt and how we recruit the rest of the countries of the East African community, so that by 2031, when we need to scale up that agreement, we don't run into trouble. Number two, we needed to sort out something on data adequacy. We've been discussing this with the EU, but I had to come so that we agree with them, and I'm very happy that we secured an agreement that by September this year, going into August, we will have a framework. It will be taken to the EU Parliament, and hopefully by early next year, Kenya will be as good as any European country. Sasa kadri mwaka 2027 unavyokaribia, jambo moja linaonekana wazi ya kwamba sauti za wananchi zinaongezeka kila siku, kutoka kwa wafanyabiashara, kutoka kwa Gen Z, kutoka kwa wapiga kura wa kawaida na hata kutoka kwa viongozi wa kisiasa. Lakini sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, unafikiri serikali ya Rais William Ruto bado inaelewa changamoto za mwananchi wa kawaida, au kuna pengo kubwa ambalo linazidi kuongezeka kati ya viongozi na wananchi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.